Karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya simulizi zilizojificha. Tafadhali subscribe kama hujasubscribe. Leo tunakupeleka moja kwa moja hadi jiji lenye historia ya kutisha, New Orleans, Louisiana, Marekani. Mji huu unajulikana kwa tamaduni zake za ajabu, miziki ya jazz na hadithi nyingi za kusisimua. Lakini leo hatuzungumzii utalii. Leo tunachungulia ndani ya moja ya nyumba ya ajabu, maarufu kwa mateso ya kinyama na roho zisizopumzika, LaLaurie Mansion. Nyumba hii haijulikani tu kwa urembo wake wa nje, bali kwa giza lililojificha ndani ya kuta zake, giza lililoacha alama ya milele katika historia ya Marekani. Je, uko tayari? Kaa tayari kwa hadithi ya kweli, ya kutisha na isiyosahaulika. Historia ya Madame Delphine LaLaurie. Madame Delphine LaLaurie alikuwa mwanamke wa heshima kwenye jamii ya New Orleans karne ya 19. Alijulikana kwa uzuri wake, utajiri wake na hafla kubwa alizokuwa akizifanya nyumbani kwake. Watu wengi walimuona kama mfano wa mwanamke aliyefanikiwa. Lakini nyuma ya tabasamu lake la kifahari na mavazi ya bei ghali, kulikuwepo na upande wa pili wa giza usioelezeka. Kwa nje, nyumba yake ya kifahari ilionekana kuwa alama ya mafanikio, lakini ndani palikuwa na mahali pa mateso, kilio na uovu wa kiwango cha juu kabisa. Ugunduzi wa kutisha. Mnamo mwaka 1834, moto ulizuka katika jumba la LaLaurie. Watu walikimbilia kusaidia kuzima moto, lakini walipofungua mlango wa ghorofa ya juu, walikutana na jambo ambalo lilitingisha taifa zima. Ndani ya vyumba vilivyokuwa vimefungwa, walikuta watumwa waliokuwa wamefungwa, wakiwa wamejeruhiwa vibaya, wengine wakiwa wamepigwa misumari, kungolewa viungo, au kufanyiwa majaribio ya kikatili ya kitabibu. Ripoti zinasema baadhi yao walikuwa wamefungwa kwa miaka kadhaa, wakiteswa kimwili na kisaikolojia. Wazimamoto walikuta mtumwa mmoja aliyefungwa kwenye jiko la moto akiwa karibu na kifo. Aliwaambia kuwa nyumba hiyo ni jela ya mateso na kwamba LaLaurie alikuwa si mwanadamu bali sheitani aliyeficha sura ya binadamu. Kukimbia kwa LaLaurie. Baada ya ugunduzi huo kutangazwa, umma ulighadhabika. Watu walikusanyika nje ya nyumba hiyo na kuanza kuipiga mawe. Lakini kabla ya kukamatwa, Delphine alitoroka kwa gari la farasi, akatoroka hadi Paris, Ufaransa. Hakuwahi kurudi Marekani tena. Mpaka leo hakuna anayejua alikufa lini wala alizikwa wapi. Lakini hadithi ya ukatili wake iliendelea kuishi, si kwa maneno tu, bali kwa hisia mbaya na matukio ya ajabu ndani ya nyumba aliyoiacha nyuma. Nyumba inapokea ugeni usioeleweka. Miaka ilivyopita, nyumba hii imekuwa ikimilikiwa na watu tofauti, wote wakiishia kuikimbia kwa sababu ya matukio yasiyoeleweka. Wengine walidai kuona roho zisizojulikana, milango kufunguka yenyewe, vilio vya watu katikati ya usiku na sauti ya minyororo ikiburuzwa sakafuni. Mwaka 2007, muigizaji maarufu Nicolas Cage aliinunua nyumba hii kwa mamilioni ya dola, akifikiri ni sehemu ya kihistoria. Lakini ndani ya miezi michache, anza kupata matatizo ya kifedha, akaipoteza nyumba hiyo kwa mnada. Baadhi ya watu wanaamini ni laana ya LaLaurie, ya kwamba yeyote anayemiliki nyumba hiyo hawezi kupata amani wala mafanikio. Hadithi za watu waliojionea. Wafanyakazi waliowahi kufanya usafi ndani ya nyumba hiyo wanadai waliona kivilu cha mwanamke mwenye vazi la kifahari akipita ukutani. Mlinzi mmoja alisikika akisema, "Niliisikia sauti ya mwanamke akinong'ona nyumba yangu, lakini nilipogeuka sikuona mtu yeyote." Wataalamu wanaopita nje ya nyumba hiyo husimama kwa hofu na mshangao. Wengine hushuhudia dirisha likifunguka ghafla au taa kuwaka zenyewe. Watoto waliowahi kuishi hapo walipata ndoto mbaya kila usiku, wakisema wanamuona mama mzee anayewaambia wasiseme chochote kuhusu kile walichokiona. LaLaurie Mansion si tu nyumba ya kifahari iliyojengwa kwa mawe na mbao. Ni kumbukumbu ya mateso, historia ya uovu na ushahidi wa kile ambacho mwanadamu anaweza kufanya kwa mwingine chini ya kivuli cha mamlaka. Mpaka leo, nyumba hiyo haipo wazi kwa umma, haifanyi kazi kama makumbusho. Wamiliki wake wa sasa wamefunga milango, pengine wakijua kuwa si kila mahali panapaswa kufunguliwa. Je, unadhani roho za walioteswa bado zipo? Je, ni kweli kwamba nyumba inaweza kuhifadhi mateso ya kihistoria, au haya yote ni hadithi tu za kutisha? Tuandikie maoni yako hapa chini, na kama unapenda simulizi za kweli za kutisha, usisahau kulike, kusubscribe na kugonga kengele ili usipitwe na simulizi inayofuata.
Simulizi hizi si za kuziangalia ukiwa peke yako, mshirikisha rafiki yako na tuendelee kuchunguza giza lililojificha katika historia ya mwanadamu. Tunakutana tena kwenye simulizi nyingine nyingi kama hizi. Asante.